Praise the name of the Lord. Na kwa heshima hii sasa nikubalishe sasa tupige makofi yetu. Tumulete bishop katika madhabahu. Let's bring our bishop mother kwa madhabahu ya CFF Kimbo. You are most welcome in Jesus mighty name. Amen. Nashukuru Bwana kwa sababu ya kufika hapa. Asante sana overseer. Mungu awabariki wote. Naweza kukaa kwenye kiti ya muujiza. Kama vile umeambiwa, mimi ni Bishop Mother Mombasa Diocese CFF, na mtumishi wenu ni rafiki wetu sana wa karibu. Amekuja sana kwangu na tumepanga siku mingi, lakini nikakosa nafasi, lakini si leo nimepatikana. Kwa hivyo leo utabarikiwa na Mungu atakutenda mema. Pengine umeona nimetokea nimejifunika. Mimi si msichana, mimi ni mama na niko na miaka mingi. Hata nilikuwa naambia pastor nataka wahubiri mimi sasa, nafikiri nimechoka, lakini hawataki nipumzike. Bwana Yesu asifiwe. Nasema lile neno la wazee linasaidia. Kwa hivyo nimekuja na my daughter ambaye ni firstborn Helen, na ningetaka akuje aweze kuwasalimia. Saa ingine nasahau huwa ni daughter na muita granddaughter. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Helen Ng'ang'a, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya kuwa kwenye hii madhabahu. Asante sana mchungaji na mke wako. Si mara yangu ya kwanza kufika hapa. Kuna wakati tulikuja na my brother ambaye ni Bishop Ben. Alikuwa na conference anahubiri kwa hii CFF ya Kimbo. Ninashukuru sana Mungu kwa sababu ya kunipatia nafasi nyingine nikaweza kufika mahali hapa. Katika hiyo protocol nimekuja na my last born mama. Huyu ndiye last born wangu, anaitwa Shalini Wangare, and I have a first born who is bigger and working. Thank you so much mom kwa sababu ya kunileta kwa nyumba ya Mungu. Tumetembea na mama kila mahali na sijawahi zoea mafuta. Hata kama ninakaa nayo kwa nyumba, sijawahi zoea. Na kila wakati huwa ako na neno la kuongea kwa moyo wangu. Bwana asifiwe sana. Tumekuwa tukienda ngambo kuita kwa tena kwa ngogo na ngogo. Yani we drive and drive and drive and drive. As a driver, you can drive even for 10 hours tukipeleka neno la Mungu. Bwana asifiwe. Na tukifika huko huwa niko na jambo ninatoka nalo. Bwana wabariki sana na ninawapenda sana. Thank you. Huyo ndiye huwa amenibeba miaka yote. Anafanya na Mombasa Diocese, coordinator wa churches zote. Niko na county ine ndio nina oversee as a bishop, lakini sasa nimepeana mabishop wawili katika hizo county maana kazi imekuwa mingi. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya kuwatembelea siku ya leo. Najua Bwana atawatenda mema. Niko na grandchildren ambao singeweza kuja na wao siku ya leo, lakini wako holiday na yule second born ambaye ni last born ni Bishop Ben wa Chosen Generation. Huyo ndiye mtoto wangu wa mwisho, na ninashukuru Mungu kwa sababu ameniwezesha kusimama mpaka siku ya leo. Kwa hivyo Bwana ni mwema. My first granddaughter amemaliza university. Kwa hivyo ninajua wewe mama uko hapa, usiseme umeshindwa, hata utabarikiwa. Na wale mnataka watoto wenu wakue waende mbele, Mungu siku ya leo mafuta iko hapa, watabarikiwa, mtafunguliwa milango, kutakuwa na family blessing. Kwa hivyo Mungu awabariki. Hata kabla niwaletee neno na niseme kwamba kama vile mtumishi wa Bwana amesema, tumezaliwa na Bishop pamoja na mimi ndiye first born. Yeye ndiye ananifuata na tunafuatana hivyo. We are 8 in the family. Na Mungu ametuwezesha kushikilia madhabahu ya Bwana, na ndio CFF wakati niliokoka wakaweza kufuata mambo ya roho. Najua Mungu ametuongoza kwa sababu hatujazima sauti ya Mungu, na sauti ya Mungu ndio huwa inaongoza mwanadamu. Basi siku ya leo sitaki kuongea mambo mengi maana niko na mengi ningefanya. Pengine Mungu akiniwezesha nitarudi tena. Nitachukua muda mfupi sana kwa sababu ya hiyo safari mnaenda kule, kwa sababu ya churches. Niliona si vizuri niweze kukosa kuja,
na nafikiri Kiswahili yangu mtaielewa vizuri, maana ni ya kule. Nafikiri huku bara tunaongeaga ingine ambayo ni tofauti sana, so najua mtaelewa, si ndio? Ni ya huko Mombasa, na wale hawajaenda Mombasa ningeomba mkuje muone wema wa Mungu na watu waogelee, kwa sababu ni vizuri kuja kuogelea Mombasa. Kwanza wamama ningependa wakuje, maana niko na women of faith, ndio stress inaisha, na wapeleka hapo baharini, unaingia kwa maji, unafurahia, bora tu usikatalie Mombasa. Unarudi, maana kuingia ni rahisi, kutoka ni ngumu. Siku hii ya leo nataka kuleta neno kutoka kitabu cha Yohana, John 11 kuanzia mstari wa 43. Maneno haya ni maneno ambayo watu wote wanaielewa. Na mkiona pia ninatoa haka, mjue joto imeanza kuingia, na si joto ndio mzuri kuliko nikae kama Daudi ambaye alipata shida akazeeka sana mpaka akatafutiwa mwanadamu. Sasa mimi nikitafutiwa mwanadamu itakuwa dhambi kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maneno haya mnayajua, ambayo imeongewa habari ya Lazaro, kufufuka kwake, kufa, kufufuliwa, kufunguliwa. Lakini kuna jambo Mungu amenipatia kupitia neno hili, lile la kufunguliwa. Biblia inasema kuanzia mstari huo wa 42, wacha nianze hapo tu 41. Kifo cha Lazaro tunajua vile kilianza, ni ugonjwa, mpaka ugonjwa huo ukamuua. Kwa hivyo kila jambo ambalo ni mbaya linatokea kwa mwanadamu, mwisho wake jambo hilo linataka kukumaliza. Iwe ni deni imeingia katika maisha yako, iwe ni ugonjwa, unaanza polepole, unaweza kuanza kusema ninaumwa na mguu, lakini kile kimeingia katika hiyo mguu ama mkono ama chochote, mwisho wake huwa kinatafuta kuua mtu ama kumaliza maisha yako. Sasa tunaona huu ugonjwa umeanza kwa Lazaro, akaanza kuumwa kama homa ikaanza. Kumbe hii homa inamwelekeza mahali ambapo mpaka atafika siku ya leo tusome maneno yake. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wakati Lazaro alikufa, na alikuwa rafiki wa Yesu sana. Sikusema hawakuwa wanajuana na Yesu, walikuwa marafiki, lakini ikafika mahali ambapo ugonjwa ukamzidia sana, na tunaona ya kwamba akakufa. Na alipokufa akazikwa. Kama kawaida Israeli hawaziki na mchanga. Kule Israeli ukienda, kuna mawe nyingi sana, hawazikage mwanadamu na mchanga kama hapa kwetu. Wanazika kwenye mawe, yani wanaweka kwenye guruga, zinaitwaje, pango. Sasa hizo pango wanachukua, hata ndio Yesu aliwekwa, hata kaburi lake liliwekwa jiwe, kwa sababu kule hawawezi kuweka mtu kwenye mchanga. So Lazaro na hiyo pango si pango ati utaingia mara moja, ni pango unaingia, unaenda, kama unapiga kona ingine, unapiga ingine, kama kona 4. Kwa hivyo Lazaro alikuwa ameingizwa katika hizo kona 4. Yani yeye hawezi kujisaidia, hata kama kungetokea muujiza wa aina gani. Kona 4 ni ngumu sana kutoka. Na siku ya leo kuna mambo huwa inapata mwanadamu, unashindwa utajitoa aje, na bado umeokoka. Sasa ninataka nikuambie kwamba hata mambo yakipata Lazaro, alikuwa ameokoka, alikuwa anakula meza moja na Yesu, alikuwa wanalala kitanda moja na Yesu, lakini wakati majaribio yalimpata, hakuna mwanadamu angezuilia. Sasa hapa tunaona akakufa, na Biblia inasema hapo, basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami najua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba wewe ndiwe uliyenituma.
Akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni. Sasa nataka uone vile Lazaro alikuwa amefungwa, maana nataka kuongea habari ya kufungwa na kufunguliwa. Amefungwa katika miguu, amefungwa mikononi, amefungwa uso wake, amefungwa kabisa na kitambaa. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Kwa hivyo Yesu si yeye huwa anafungua watu. Yesu anatoa command na watu waweze kufungua mwanadamu. Na shida ya dunia hii, ukikosa watu wa kusikia sauti ya Mungu wakufungue, unaweza kupata shida mpaka siku ile utaondoka dunia. Maana wengine pengine unaenda kwao, na ni vizuri sana kuongozwa na sauti ya Mungu. Mwingine ameambiwa na Mungu akufungue, lakini anaendelea kukufunga. Wanadamu kazi yao, kuna wale ambao wanasikia na wanakufungua, lakini kuna wengine ambao hata wakisikia wanaendelea kukufunga kamba. Tunaona kwamba watu wale Yesu alisema wamfungue Lazaro. Kwa hivyo Yesu hakumguza. Yesu alisema tu neno, Lazaro toka. Kwa hivyo alirudisha uhai wa Lazaro. Lakini kazi ya kufunguliwa ni ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na wanadamu wanaweza kataa kukufungua, na wanadamu pia wanaweza kukataa kukupatia njia. Na Yesu na Mungu hakuna kitu anaweza fanya, kwa sababu amepatia wanadamu mamlaka ya kukufungua. Unaweza kuishi na watu ambao wameambiwa na Mungu wakufungue, lakini wakatai, kwa sababu wanaona ukifunguliwa, wameona mbele vile wewe utakuwa, wanaona wewe kile umebeba. Kwa hivyo wanakataa kukufungua. Badala ya kukufungua, wanasema wanakufungua, lakini wanaendelea kukufunga. Siku ya leo naomba ufunguliwe katika jina la Yesu. Na Biblia inasema huyu mtu alifungwa miguu hata na mikono. Kwa hivyo kuna mapepo hapa duniani inafungaga mtu wapi? Miguu. Na sasa tunaona wakifunga Lazaro, kuna wengine walikuwa wanasema, wewe Lazaro ulikuwa unajifanya unapendana na Yesu kwa mioyo yao, na wanasema si alikuwa rafiki yako, bona hakuzuilia ukufe. Kwa hivyo katika kuokoka lazima ujitie moyo sana wewe mwenyewe. Unakuta ya kwamba umeokoka, lakini watu wanakuangalia, wanaona huyu mtu ni kweli ameokoka, ni kweli analala kesha, ni kweli anaenda kanisani, lakini habari ya kufunguliwa ni wanadamu wanatakikana wakufungue. Mimi leo nakuombea upate watu ambao saa ile uko na problem wanakufungua, yaani unafunguliwa. Ninakumbuka kwamba unaweza kuwa uko na mambo makubwa sana Mungu ameweka ndani yako. Unaweza kuwa uko na mwito mkubwa sana, wacha nitumie hiyo mwito, umeitwa nao na Mungu mkubwa, lakini wale mahali umeingilia unakosa mtu wa kukusaidia, unakosa mtu wa kukupatia njia. Kama saa hii vile nimeingia hii kanisa, kwa mfano, nimeona kanisa iko na spirit ya excellence na iko na spirit ya international, vile imepangwa inakaa Amerika. Maana mimi nimeenda Amerika mara mingi, na kwa hivyo ninajua vile wanapanga, na ninaona vile iko na spirit ya kutaka kuendelea. Lakini nataka niseme, mtumishi wenu akikosa njia na akose watu wa kumfungua na hiyo mafuta international, atakuwa anaenda anatafuta njia anaikosa. Lakini kutoka mbinguni aliumbwa akiwa na spirit ya excellence, ya kwamba yeye ako na mambo ambayo ni ya international, na washirika wake nao wako na milango ya international. Lakini wakikosa mtu wa kuwapatia njia, maana hata mchungaji si anahitaji njia. Kwa hivyo kila mtu anahitaji kufunguliwa na kupewa njia. Bwana Yesu asifiwe. Na nitawapatia ushuhuda moja. Siku moja, mara yangu ya kwanza kwenda US kule Marekani, niliomba maombi ya kawaida. Na katika nyumba ya mama yetu hakuna mwanamke, nyumba ya mama, ya baba na mama, hakuna mwanamke alikuwa amefunguliwa kwenda nchi ya mataifa. Kwa hivyo mimi bila kufikiria ya kwamba
ni kawaida kwenda kusafiri, ni kawaida, yani vile mtu anafurahia. Lakini bila kuelewa ya kwamba sisi kwetu kuna mipaka ya kwamba hakuna mwanamke yoyote ashawahi kuingia wa nyumba ya mama yangu, aingie ndege aende nchi za nje. Nikawa mimi ndio wa kwanza. Na wakati nilienda nilipata shida kubwa sana mara ya kwanza. Nikapigwa vita vikali sana huko ng'ambo. Vita ambayo hata leo nikilala nikikumbuka hiyo safari ya kwanza, leo nikitengeneza hii message, nilikumbushwa na Mungu vile nilipitia. Mpaka nikakosa mpaka chakula, na niko nchi ya mbali. Na wakati nilienda kuomba Mungu akanifungulia mlango, maana Mungu anapenda mtumishi wake. Nikapata wazungu walinikaribisha. Wakaniambia, nikawaeleza shida zangu. Wakasema sisi hatuna haja na kujua shida, na wale wanakupatia shida ni Waafrika wenzako. Si ati ni watu wa mbali. ni watu wa kwenu. Alafu sasa wazungu nimewapata. Sasa hiyo nitawaambia story yote baadaye nikipata time. Nimewapata wawili wazee. Wakaniambia hatuna haja kujua mmekosania wapi. Sisi tuna haja kujua uko na mafuta umebeba utupake, maana sisi ni wagonjwa. Sasa nataka nikuonyeshe. Mimi Mungu ameniweka katika hali hiyo ya kwamba niko na mafuta nimebeba ya kuponya hao wagonjwa. Kumbe mimi sijielewi. Mimi ninaona tu niko ng'ambo, lakini wazungu wamepata ufunuo. Nikamwambia niko nayo, nimebeba na kachupa kadogo. Lakini wacha hivyo, vile Mungu aliniita wakaniuliza, nikamwambia mimi niliona ndoto, nikaitwa na Mungu. Wakasema hata sisi tunaotaga. Sasa tunataka wewe uwe mtumishi wetu, unatufungulia hizo ndoto. Kamujiza kakatokea. Nikapelekwa New York City. Nimepelekwa huko, nimekaribishwa, nimefanyiwa fellowship. Kizungu nayo unajua ni ile English ya wale wazee walikuwa wanakataa kusoma, wanajificha msituni. Kwa hivyo ni ile ya moja. Lakini with the time Roho Mtakatifu akanifundisha. Nikawa na fellowship kubwa sana. First night. Nataka uone kama hujafunguliwa. Hata uende ng'ambo, shetani atakufuata hapo. Atatoka Afrika ingie na wewe ndege. Kwa hivyo unatakikana ufunguliwe. Ndio ukifunguliwa mlango wa international siku ya leo. Maana siku ya leo kuna watoto wenu watafunguliwa. Kuna wewe utafunguliwa. Kuna watu watafunguliwa milango. Unatakikana uwe umejua kabisa umefunguliwa. Umefunguliwa mikono ndio ushike dollars. Maana haja yetu hata ya kuja kanisa, hata hivyo tunatoa sadaka. Tunataka kubarikiwa. Maana mbinguni hakuna mahali tutaenda kusema tunataka kujenga nyumba. Hapa duniani ndio tunataka kujenga nini? Nyumba. Hapa ndio unataka uendeshe gari ile inaendeshwa na wanaume wale wengine na wale wanawake wale wengine. Ile unaona ikikupita jiani unauliza, na hiyo na mtu tu anapeleka. Wewe unatakikana uwe umefunguliwa. Hata wewe ungangane na wanaume wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Imeingia hiyo, ufunguliwe. Uanze kukaa kama mwanadamu hapa duniani. Wache kukaa tu ati ni Yesu umeokoka na unaenda mbinguni na bado uko hapa duniani. Kwa hivyo ndio ushike mali ya dunia, lazima ufunguliwe wapi? Miguu. Lazima ufunguliwe wapi? Mikono. Lazima ufunguliwe uso, uweze kuongea, kujitetea. Maana kufunguliwa mdomo ni kujitetea. Ya kwamba watu wakisema nyamaza, wewe haunyamazi, wewe lazima unajitetea. Juzi tulikuwa na mkutano wetu kule Nairobi. Na mimi huwa naambia my daughter huwa siongei. Ninanyamaza. Na aliniambia kitu ikanishangaza. Akaniambia wakati alikuwa hapo alisikia mimi ndio napiga kelele sana. Sasa mimi ndio ninaongea zaidi katikati ya wanaume wote, ati alisikia nimewanyamazisha. Ni nini hiyo? Hapo ndio nikajua nilifunguliwa mdomo. Zamani nilikuwa ninapewa kakiti, naambiwa tu ni mama kuja, unapewa kakiti kingine kabao. Leo hii nikipewa kakiti kabao nataka tupa nje kwa sababu nimefunguliwa. Ukifunguliwa haukalii ile kitu tu unapewa na wanadamu. Unakalia ile yako na ile unataka. Na ukifunguliwa haufanyi kazi yoyote ya watu wote.
unafanya ile kazi Mungu alikuwa dalia hapa duniani. Kwa hivyo tunaona ya kwamba watu wakaambiwa wamfungue Lazaro. Ilikuwa ni umati mkubwa, wale wanakujaga mazishi, na kulikuwa na wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi hawakuambiwa wamfungue, kwa sababu kuna kitu wanafunzi walikuwa wanaona. Hata walikuwa wamemkataza Yesu asirudi Jerusalem, wanamwambia wachana na huyo. Kwa hivyo sana sana usitupe macho yako kwamba pastor hanisaidii, nani, kwa sababu pengine hajapewa huo mzigo na Mungu. Yeye kazi yake ni kukuambia neno lile la Yesu na mahali utapitia. Lakini mimi nakuombea kwa maisha yako, pata watu watakufungua, watu ambao ukiwaambia shida zako wataibeba. Lakini wengine tunapeleka shida kwa watu ambao tukiwaambia wanaendelea kutufunga, wanaendelea kusema ashindwe, wanaendelea kusema kwani ni yeye wa kufanya hivi. Na mtu huwa anajuaje kama hajafunguliwa? Tuseme kama kanisa kama hili, msichana aseme anaolewa, siku hiyo ndio utajua haujafunguliwa, kwa sababu ya zile pepo zitainuka siku hiyo. Kwa hivyo kila mpaka ambao unataka kuvuka, ukiona maneno imeinuka, ujue area hiyo bado, utengeneze, uombe Mungu akusaidie ufunguliwe area hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaona ya kwamba nikaenda, nilikuwa nawaeleza habari ya New York. Najua hii mdomo yangu imeongea miaka mingi sana. Sasa lazima nikumbuke nilikuwa nimefikisha wapi. Fellowship na gitaa, na ninaibiwa na wazungu, tunafurahi. Nikapewa room nzuri sana, kitanda ya mzungu, na sijawahi lala kitanda kama hiyo. Nikapewa towel ya white, sijawahi kujipanguza na hiyo. Nikapewa tu viatu tuko na manyoya, ukitoka bathroom utavaa vizuri. Nikaambiwa karibu kwa hii room. Nikaomba maombi yangu ya kawaida, nikaambia Mungu asante, nimelala New York ile watu wote wanatamani. Nikamwambia Mungu asante kwa kunifikisha hapa, asante. Usiku nimelala, nikaona mtu anapitia forest, ilikuwa hapo karibu. Nikaona ni mtumishi mmoja na ako Kenya, na anakuja akaigiria dirisha na akanipiga kofi moja. Akaniambia, nani alikuambia ati wewe unastahili kukaa mahali kama hapa? Sasa kama mimi nimepigwa kofi na wewe, na pengine hata hauoni ukipigwa, wewe unasema tu nimeamuka, nimechoka sana, sijui nikuchekanyagwa. Ukiulizwa ati leo mumeopewa na bishop ametoka Mombasa kuja hapa. Sasa mimi naomba Bwana Yesu asifiwe. Unajua hiyo kofi ilikuwa inamaanisha nini? Kuinukiwa. Kesho yake zile simu nilipokea kutoka kwa Wakenya ambao walikuwa huko, wamenikaribisha. Ulisema maneno haya, ulisema hivi na hivi. Moyo wangu ukainama. Kwa hivyo nikajua mimi bado sijafunguliwa. Nilikaa miezi 3 na wazungu, lakini shida ya message kila siku. Wakaninunulia simu mpya, wakasema hatutaki kuona uso wako unakuja na hivyo, lakini si simu nilikuwa nahitaji, ni kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza nunua simu mpya lakini haujafunguliwa. Unaweza kaa nyumba kubwa lakini haujafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi sijui kama hapo nimekusaidia. Unaanza kujiona kwamba unabarikiwa kila sana na mwaka umeisha, lakini ukijiangalia wewe ni yule, kitanda ni kile, mattress ni ile inakufinya, bed sheet ni zile. Sasa wewe kweli umefunguliwa? Mwaka umemaliza, hujanunua kitanda mpya wewe, na wewe ndiye ati unataka uingie ndege, na umelalia hiyo kitanda miaka ngapi? Sasa umefunguliwa na nani? Na kuombea. Kufunguliwa ni kufunguliwa kila kitu cha maisha yako, kufunguliwa mpaka sufuria zile. Nikija kwako siku ya leo, tunaweza pata sufuria ya 10 years, hata iko karibu kutoboka.
umeokoka, bado haujafunguliwa. Maana mtu amefunguliwa anafanya upya maisha yake na vitu zake zote, mpaka blanketi za kujifunika zinafanywa upya. Haleluya! Nyinyi mnaona kama ni theory ninaongea, lakini ukitaka kujua mtu amefungwa, angalia mahali analala mtu huyo, angalia jiko yake, hata kama ni single mtu huyo. Yani saa hii umepika na meko miaka mingapi? Unaona, wacha nimekuja mambo yale ya dunia yale ya kukuonyesha hujafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nywele ni ile ile, hata tukikaa karibu tunasikia inanuka, mpaka ukasema sitakagi saruni, nataka rasta, kwa sababu wewe ni mvivu na wewe hujafunguliwa. Ukifunguliwa, hata kama ni rasta uko nayo, itawekwa kila wiki. Ukifunguliwa, wengine unasema pastor niombee na huko ananikichwa, na ni hiyo nywele ukichwa. Maana hata Mungu mwenyewe akikuangalia lazima kichwa itakuuma, hata ufanye nini. Sasa unamwekelea ni nini? Ni ugonjwa. Sasa tunaona ya kwamba Lazaro ameitwa na Yesu, lakini amefungwa mikono, amefungwa miguu, amefungwa uso, hawezi kutoka, lakini Yesu amemuita. Sisi wote tumeitwa twende mbinguni na tuliitika. Hata mimi niliitika, lakini nilikaa nikifungiwa nyumba miaka mingi sana. Hao watoto wangu niliwalelea katika street za Mombasa mwaka mzima, na nimeokoka kwa sababu sikuwa ninajua mtu anafunguliwa na mtu ambaye ametumwa na Mungu kwa maisha yangu. Nilikuwa na tangatanga, nikiona kila crusade napeleka kichwa yangu hapo, nifunguliwe sifunguliwe. Nikienda nyumbani sina chakula, nikienda nyumbani sina rent. Lakini wakati nilijua Mungu na nikamjua vizuri, na nikajua lazima mimi nipate watu ambao wanatanifungua, nikajua raidi zangu, nikajua wokovu wangu uliingilia wapi, nikajua hii ministry ya CFF iko na mafuta ya aina gani, ndio niweze kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umefungwa miguu bado, umefungwa mikono bado. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko hapa na banki yako haiwezi kusoma 1 million, hiyo ndio na chini sana nimesema. Inua mkono nione. 1 million. My goodness. Sasa hiyo ndio mikono. Kazi ya mikono yako. Wewe unafikiria umebarikiwa. Wewe umekuja hapa pia tukubariki, lakini angalia vile umefungwa. Si utakubali kufunguliwa? Si mwaka ujao tutakuwa international preachers tajiri, mabilionaires. Utabadilika, utabadilisha kitanda, utabadilisha kiti. Sasa Lazaro kama hangefunguliwa, angekaa hapo amefungwa, ako na uhai, ako na uzima, anasema Yesu ni Bwana ndani ya malesu, ndani amefungwa, anasema Yesu ni Bwana, lakini sauti yake haisikiki. Wewe nikuulize leo, watu ukipewa mic hii uambiwe salimia watu, ni watu wangapi watasema amen? Hapo ndipo mtu anajuaga amefungwa. Unashinda ukiwaambia semeni amen, simucheke, simfanye nini. Ukiona unasema hivi, unatakikana ukishika mic ukitaja New York hivyo nimetaja, unacheka, watu wote wana kama wale ambao wana wivu ndio hawatacheka. Nao hiyo wivu tunaitoa siku ya leo katika jina la Yesu. Hata watu wale wanakuonea wivu, wewe ndio rafiki zao. Wewe unatembea na watu ambao wanaendelea kukufunga. Ukimwambia umepata kazi, analala akikufunga. Maana watu wamekuwa wachawi, ni siku za mwisho. Lazima mjue majira ile tunaishi. Si kama zile za zamani. Ati unaomba na kila mtu. Ati unasema tumeanza prayer group. Lazima uangalie umeanza na nani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama mmoja tulikuwa tumeanzisha, mimi ndio nilianzisha intercessory group ya CFF hapa town.
wakati tulianza huduma, na tulianza tukiwa wawili, alafu nikiacha ilikuwa na watu 300. Saa ile nilianza kwenda kufanya ministry, lakini siku ile niliacha, mama moja akatokea akaniambia nimefura mikono. Siku hiyo sikuwa na hiyo ujuzi sana wa kusaidia mtu sana. Nikamuuliza ilianza kufura lini hiyo mikono? Akaniambia kuna siku tuliitwa tukaombe, na yule alikuwa anatuongoza kuomba akasema maneno haya, na mimi ninawaambia msiombe maombi kama hayo. Akasema kila mtu ambaye amekaribia akibishop, saa hiyo alikuwa bishop, tunamvunja mikono, tunamkataza. Watu wale ndio wanaenda kukula sadaka, sadaka zile zinatolewa, na unajua yeye alikuwa mfanyikazi wa nyumba ya bishop. Sasa si anakula hiyo sadaka na amevunjwa mkono. Kutoka siku hiyo sasa ananiambia mikono ikaanza kufu. Hayuko leo, alikufa huyo mama. Tukifika mbinguni, nani walimuua? Ni nani walimuua? Ni yule aliongoza nini? Maombi. Kwa hivyo huyu mama badala afunguliwe apate kazi njema kuliko ile alikuwa anafanya, kuna watu walikuwa na wivu na yeye kwa sababu amekaribia mchungaji. Kuna watu hapa wamekaribia wachungaji, wanapigwa usiku na mchana, wakiombewa aondoke. Hiyo kiti iko na mwenyewe, atoke hapo, tunamtoa. Badala ujiombea ufunguliwe, wewe unaanza kutoa mwingine. Sasa unakuta ya kwamba hata uwekelewe mikono na miguu hautasaidika. Na ndio Mungu Yesu akasema Lazaro afunguliwe na watu, ndio watu wale wanamchukia wasiguzane na yeye. Kuna wale walikuwa wanafurahi wakimfungua, wale wanamchukia hawakufurahia, maana walikuwa wanataka waendelee kukula nini? Ng'ombe. Maana zilikuwa zinaletwa, kuku zilikuwa zinachinjwa kila siku kwa matanga. Sasa walikuwa wanataka siku za matanga ziendelee. Roho yote ambayo inataka matanga yako iendelee, tumeifunga leo katika jina la Yesu. Hakuna watu wataendelea kusherehekea shida yako, tunaikataza siku ya leo kwa jina la Yesu. Hakuna watu ambao watasherehekea kuanguka kwako, hakuna watu watasherehekea umaskini wako. Siku ya leo Mungu akufungue katika jina la Yesu. Ufunguliwe milango ya dunia, ufunguliwe milango ya international. Hata wakati mimi niliteseka hiyo ya kwanza, ya pili kwenda sikuteseka, ya tatu kwenda sikuteseka, ya nne kwenda ninakuja na dollars hapa, nafurahia, nasema nilikuwa Amerika sasa. Lakini nilikasema jaribu tena, jaribu tena na jaribu tena, ndio ujue kama umefunguliwa. Mtu ujaribu. Mimi mwenyewe kama saa hii si tunaenda mwaka wengine, nikasema nimekaa na hii gari niko nayo miaka ngapi? Ni 5. Miaka 5. Nikaenda pale Mombasa, nikaambia watumishi nipelekeni kwa show. Wakaniuliza unataka kununua gari? Ya pesa ngapi? 40 million. Nikaona wamekuja, yani wamesikia huyu bishop wetu kweli ako na pesa. Na hizo sina hata hizo milioni nimewaambia sina. Maana mimi kazi yangu ninasaidia sana kujenga makanisa. Sasa nikaona wamevaa Sunday best na ni Monday. Unajua ukisikia mtu ni tajiri lazima uvae Sunday best, kwa sababu umejua hapa kuna muro, hapa tutafurahia bishop wetu kama ana 40 million. Wengine walianza kukalculate, naweza kwenda kwake anipe kidogo. Nikaenda nikaulizwa na Muhindi, unataka gari gani? Nakwambia nimechagua ile kujaona, na siku moja itasimama hapa. Kwa sababu mtu amefunguliwa huwa anachukua hatua ya imani. Maana muoga anasemaga akiona mawingu kunanyesha siwezi kwenda kazi. Kwa hivyo wewe ukiona manyunyu kidogo unasema hao watu waliongea, siwezi chukua hatua ya imani, halafu nikienda pale halafu niwaambie nitawadanganya nitakujia gari. Mimi niliwaambia nipeni muda, naenda nikuje ndio nifikirie kama ni hiyo ama si. Unaona? Sasa hiyo ndio plani yangu, kwa sababu nimefunguliwa mawazo ya kuwa na mambo makubwa. Hata hii kanisa ufunguliwe mawazo, mjenge na mawe, mjenge kanisa kubwa
watu wakae huko juu, yaani watu wengi wakuje, ijengwe kama watu wanakuja, si hivi tu tunaangaliana. Chini kuwe na watu, juu kuwe na watu, mpaka mkose mahali pa kuweka watu, kwa sababu Mungu, mtu akiingia mahali hapa anafunguliwa, anaenda anakuwa mtu ambaye ni mkubwa, anafanya biashara, analeta mali kanisani. Kusema ni asante. Nikuulize wewe, mgonjwa akiwa hospitali akipona, si huwa amepona? Si akipona ugonjwa ule unamsumbua, si anaendelea na shughuli zake? Hata wewe nakuombea upone, uache kukaa hospitali. Hata ukipewa ruhusa hutaki kutoka, kwa sababu kuna watu maana kanisa ni kama hospitali. Hauwezi kukaa miaka yote kanisani bila kupona. Kwa hivyo lazima ufunguliwe, lazima ufunguliwe. Mpaka bishop, nimekuita bishop, pastor, pole, pengine siku moja utakuwa bishop. Sasa kiti kama hii naona hapa ya watu wawili, mtu akibarikiwa na afunguliwe, anakuwa mkubwa mpaka anakalia viti mbili. Situkija tunakuta viti mbili mbili. Sasa mpaka pastor akikaa hapa anajua leo nitakula mbuzi, akiona tu watu vile wanafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama Eli, watu wanamchukia, wanasema ati alikuwa mzee mnono mpaka amevunjika shingo. Si pastor wewe afadhali avunjike shingo? Mpaka kijiji hii yote iwe inasema angalia ni pastor mnono, hata shati haifungiki, hata hana. Ni wa kanisa gani? Ni wa CFF. Twendeni tukamuone. Wakiingia wanakutana na Yesu, wanafunguliwa. Kwa hivyo tuwe watu ambao wanatakia mchungaji wao mambo mazuri, tuwe watu ambao wanatakia majirani mambo mazuri, tuwe watu ambao wanatakia ministers mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Basi umeshika vizuri Lazaro vile alikuwa. Biblia inasema lakini wengine wakaenda zao kwa Mafarisayo. Yaani mtu amefunguliwa. Kwa hivyo ukifunguliwa si wote wanafurahi. Ukifunguliwa shika njia yako. Wachana na mahali ulikufia. Toka kwa marafiki ambao hawakusaidii. Lazaro alipofunguliwa, wengine walitoka mbio na amefufuka. Wakaenda kwa Mafarisayo. Wakaenda kwa watu ambao hawana Roho Mtakatifu. Wakaenda kwa watu ambao wana chuki. Wakaenda kwa watu ambao wana roho ya